Karibuni kwenye channel yetu ya Babzola. Kama kawaida tukiwa tunazungumzia masuala ya elimu na mpira kwa ajili ya watoto, na leo tuna mada yetu ambayo inasema elimu na mpira ni ndoto kubwa sana ya wachezaji wadogo. Leo kwenye swala hili nitakuwa na muda mwingi sana wa kuongea na watoto wenyewe waseme ndoto zao zote mbili, kuhusiana na ndoto yake ya mpira na kuhusiana na ndoto yake ya elimu. Kwa hiyo msikose kuwa nami, karibuni sana, mtaenjoy na mtafurahia hivi vitu. Asanteni sana. Lutfi Salim Ali. Umri wako? Miaka 13. Position unacheza? F-back. Kitu unacheza? First Light Academy. Ndoto yako ya kielimu? Ni mfanyabiashara. Ndoto yako ya uchezaji? Nikacheze Bayern Munich. Sawa kabisa. Baada ya miaka 10 unajiona wapi? Nijione ni anacheza timu ya taifa. Na kwenye elimu unajiona wapi? Kwenye elimu ni na biashara yangu tayari. Sawa kabisa. Asante. Naitwa Rahim Kesi Jimmy, nina miaka 14, nacheza position ya winga ya kushoto ambayo ni namba 11. Ninatokea kituo cha First Light Academy, na ndoto yangu ya kielimu ni kuja kuwa engineer, na ndoto yangu ya kimpira ni kuja kuchezea timu yangu ya taifa kwa kuwa na nidhamu na bidii kwa makocha. Matarajio yangu ya kielimu mbeleni ni kufika elimu ya juu ambayo ni chuo kikuu, na matarajio yangu ya kimpira ni kuja kushinda makombe na medali mengi na tuzo nyingi. Asante sana. Dickson Kastel Ernest Masada. Umri wako? Na miaka 10. Unacheza kituo gani? First Light Academy. Unacheza position gani? Namba 11. Namba 11. Ndoto yako ya kielimu unataka kuwa nani? Daktari. Ndoto yako ya kimpira unataka kuwa kucheza wapi? Real Madrid. Naweza kuchezea Real Madrid. Sawa. Ndoto yako ya kimpira unataka kucheza Real Madrid. Baada ya miaka 10 mbele unajiona wapi? Najiona nitakuwa nimemaliza chuo kikuu na nitakuwa nimeshinda tuzo. Na utakuwa umeshinda tuzo. Sawa. Asante. Umri wako? Miaka 14. Unacheza position gani? Namba 10. Unacheza kituo gani? Mnazi Mmoja Soccer School. Ndoto zako za kielimu? Nataka kuwa mwanajeshi. Ndoto yako ya uchezaji? Nataka niwe kama Msuva. Baada ya miaka 10 unajiona wapi katika ndoto yako ya kielimu? Najiona jeshini nikiwa na mafunzo kamili. Baada ya miaka 10 unajiona wapi katika mpira? Najiona katika timu ya taifa ya Tanzania. Unaitwa nani? Jina langu naitwa Baisa Osmani Abduli. Una miaka mingapi? Na miaka 11. Unacheza kituo gani? Nacheza kituo cha Mnazi Mmoja Soccer School. Unacheza nafasi gani? Namba 6. Namba 6. Safi kabisa. Una ndoto gani katika elimu? Nataka niwe daktari. Unataka kuwa daktari. Una ndoto gani katika mpira? Nataka niwe mchezaji, baadaye nisaidie timu yangu ya taifa. Unataka usaidie baadaye timu yako ya taifa. Baada ya miaka 10 mbeleni unajiona wapi katika ndoto yako ya kielimu ya udaktari? Baada ya miaka 10 mbele unajiona wapi? Nitakuwa nishamaliza chuo kikuu, nitakuwa nishamaliza masomo, kwa hiyo nitaanza kufanya kazi na nitaangalia upande wa mpira na daktari, kama Mungu akijalia nitafanya. Sawa. Okay, jina lako? Kwa majina ninaitwa Yasini Hassan Mkuyu. Umri wako? Nina umri wa miaka 20. Position unacheza? Position ninayocheza na position ya namba 10, ila ni very favorite kwenye center back. Sawa. Ndio. Kituo unachocheza? Ninatokea kituo cha Mnazi Mmoja Academy. Ndoto yangu ya kielimu of course ni kufikia kuwa na degree ya electronics na telecommunication. Ndoto yako ya uchezaji? Ndoto yangu ya uchezaji of course, nina matarajio makubwa sana na mpira wa miguu. Nina ndoto ya kutoka nje of course, yani ninapenda kuchezea nchi, lakini pia I wish, yani natamani baada ya muda fulani nitoka nje ni katika timu za mabara. Unajiona wapi baada ya muda fulani, miaka kadhaa mbele, unajiona wapi? Ninaamini yani baada ya miaka kadhaa, kwanza katika sala la mpira wa miguu
kutokana na jitihada nazoziweka chini ya uongozi wa walimu wangu, nina uwezo kwa tayari nimefika mbali, aidha kukaribia au nimefikia kabisa malengo ya mpira wa miguu. Baadaye miaka kadhaa, ndoto yangu ya kielimu baada ya miaka kadhaa ni kwamba nitakuwa ninashua kwamba tayari nitakuwa nimefanikisha, kwa sababu ni baada ya miaka 5 tu mbele nadhani nitakuwa nimemaliza degree ya electronics na telecom. Kwa hiyo nitakuwa nina option ya kuanza kazi ya faculty nilizosomea, lakini pia nitakuwa ndani ya football. Okay, kama mnavyoona kila mchezaji au mtoto ambaye nimemhoji kuhusiana na swala la ndoto hizi mbili, wote wanazo ndoto mbili, ndoto ya elimu na ndoto ya mpira. Kwa hiyo hivi vitu vinahitaji wazazi wajitahidi kuwa support ya watoto pamoja na makocha wenzangu pamoja na watoto wenyewe, wanabidi wafanye juhudi kubwa sana ili kuendeleza kufani zao pamoja na elimu zao. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho nilitaka kukizungumzia siku ya leo. Ningeomba sana wazazi na makocha tujitahidi sana kusupport hao watoto na hizi ndoto zao mbili. Asante. Hapa ningetoa angalizo kwa wazazi kwamba tusiwachagulie watoto fani kwamba labda awe anasoma tu, no. Mwache ndoto zake zote mbili azitimize, awe anasoma na awe anacheza mpira, ila jitahidi kumpangia ratiba nzuri ili asije kupotea kwenye hivi vitu vili. Hakika hivi vitu vili vinaendana pamoja kama ratiba inakuwa imepangwa vizuri na kila kitu kinakuwa kiko katika mstari ulionyooka. Asante, hii ni kwenu wazazi. Okay, hapa niongelee swala la makocha. Makocha pia mnatakiwa tujitahidi kuhakikisha umfundishi mtoto ambaye hana elimu au haendi shule. Jitahidi wachezaji wote, watoto wote ambao tunawafundisha wao ni watoto ambao wanaenda shule, wanapata elimu ili kuweza kukamilisha ili jambo lake la ndoto zake zote kuzitimiza, kwa sababu elimu atakuwa nayo na kipaji chake cha mpira atakuwa nacho. I hope itakuwa ni nzuri sana na itasaidia taifa letu kuwa katika mstari mzuri, kwamba mtu anaweza kuwa ni mchezaji na akawa na elimu yake nzuri tu. Okay, asante sana. Jina langu naitwa Emmanuel Ernest Mwasada, ni coach wa First Light Academy. Kama unavyoona tupo katika somo la jinsi gani wachezaji wanaweza kuzingatia mambo yote mawili, katika mambo ya elimu lakini pia katika mambo ya uchezaji. Lakini sisi makocha tunasisitiza sana tuweze kubalance katika sehemu zote mbili, kwamba mchezaji kwanza awe mentally vizuri lakini pia awe na fitness nzuri. Katika upande wa kielimu ni jambo la msingi sana. Mimi pia as a coach nina professionalism yangu na degree ya accounting, ni mhasibu, lakini pia katika michezo ni coach ambaye anafundisha vijana kama hawa. Hii tuweze kuwasaidia vijana na bitu wasaidie pia katika pande hizo zote mbili. Katika hiyo pande ya kielimu ambao waweze kufikisha katika ndoto zao. Wengine tumewasikia hapo wanataka kuwa wafanya biashara, wengine wanataka kuwa wanajeshi, wengine wanataka kuwa madaktari, ambao katika mpira hizo ni professionalism ambao tunazihitaji pia katika mpira. Kama madaktari wanaweza wakasaidia katika nyanja moja au mbili katika mambo yetu ya kimpira, lakini pia wafanya biashara, mpira una market, una masoko. Kwa hiyo wanaweza kutusaidia kutumia elimu yao ili waweze kusaidia katika hizo masoko ya kimpira. Lakini pia katika ukiangalia mambo ambayo wanajifundisha katika mpira, issue kama hizo determination, dedication, time management, hivyo vinawasaidia hata katika ndoto zao za katika kwenye kusoma. Kwa hizi drill ambazo tunazifanya katika football, katika mpira, zinawasaidia sana kuja kuwa viongozi wazuri, zinasaidia sana kuja kuwa wafanyabiashara wazuri, kwa sababu tayari wanajua jinsi ya kumanage time kutokana na michezo, wanajua kufanya hizi team working hizi. Umeona, inasaidia sana hizi kwa sababu wanajenga hizi team spirit. Kwa hiyo wakitoa na spirit katika michezo, zinawasaidia hizo spirit pia katika ndoto zao za elimu. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba wazazi wa support katika ile triangle yetu, wachezaji, wazazi na sisi makocha, katika sehemu zote mbili, katika kielimu lakini pia katika michezo kama hii. Nashukuru sana. Okay, na hapa tukao tumefikia mwisho wa topic yetu ya leo ambayo ilikuwa inasema elimu na mpira ni ndoto kubwa sana kwa watoto wa wachezaji wadogo. Kama kawaida niko Saif Jamal Suleiman au coach Babzola. Kama kawaida pia tusisahau kusubscribe, like, share na comment. Asante sana, karibu.